Mama, maisha haya mpaka lini haya? Tumefanya kibarua, bosi mwenyewe ameenda mazima hajarudi mpaka sasa hivi. Jana zimini ngata kunguni mpaka hapa najiona si mwanadamu wa kawaida. Kiukweli mimi haya maisha mama, kwa mfumo huu bora kuondoka town tu, kujiendea tu mjini. Lakini mama, huwa atatulipa kweli pesa yetu ama hamna? Maana toka juzi kana sijala chochote tumboni. Jana mweta magimbi yale shimo yainishinda. Ile mihogo usiku ndio tulikula zikanishinda. Ni kwa mfumo huu mimi hamna mama. Niko najiendea mjini, mbaki wenyewe. Watoto wengi sana, lakini mnashindwa kututunza. Angalia jinsi tunavyohangaika. Niliona aibu. Natembea barabarani mimi nimevaa nguo za kuchanika hivi. Kweli mama? Mimi nimechoka. Toka tumekaa hapa tena mimi hata sielewi, njaa inauma. Aliyekuja mwenyewe bosi ameondoka mazima, hata mimi sielewi. Mama, mimi nimechoka. Mama, nione huruma mwanangu. Mama, njaa inauma. Tumbo linauma. Nione huruma. Mdogo wangu, jikaze tu. Haya ni maisha. Mwenyewe natamani ningepata hata bodaboda nikawa naendesha. Ningekuwa nawaletea hata mchicha. Tungekuwa tunakula. Saa maji ya chumvi. Natamani kusoma, lakini sasa ona tunaishia kufanya vibarua. Natoka jana 3 jana, njaa inaniuma, najikaza tu. Dada, mimi nachoka, nitaondoka. Tunamlaani sana baba, namchukia baba. Maisha yenyewe magumu, yaani sioni hata kazi inayoendelea hapa. Barua tumefanya, hela hatuoni. Bora tu niruhusu mama mimi niende mjini tu nikatafute kazi. Bora ungefanya hivyo mama. Wanangu, mtulie. Vibarua vyenyewe ndio maisha yenyewe. Bosi mwenyewe anaenda kazini, kamwachia mtoto wake, naye kaenda moja kwa moja kuleta change. Sasa mnafikiri mimi mwenyewe njaa inaniuma sijara? Mnajua jana tumekula kila mtu kiazi kimoja. Mtulie, labda alete hela twende tukanunue mihogo, labda leo tutakula mihogo. Yeye mnamchukia baba yenu. Mimi kweli ndio kabisa, yaani nilishaumia moyoni. Mimi wakuza kwa shida hivi, afadhali hata mmekuwa, lakini kiukweli baba yenu kitendo hicho nifanyia mimi mwenyewe nachoka. Yaani siwezi kusema baba yenu aliniacha. Huyo kaka yenu aliyeondoka Manyoni ndio amemaliza darasa la 7 na mpaka sasa hivi sijui. Wanangu, tulieni kabisa.
Bosi labda atakuja katuletea hata kahera tukanunue mihogo. Unafikiri tutafanyaje? Zinawauma kweli njaa na mimi sina nini. Yaani huyu baba yenu alichonifanyia mimi. Hata naingia kaburini. Kikweli sitasahau. Amenitesa mno. Nahangaika na watoto. Hamna hata mtoto aliyesoma. Amesoma huyo mmoja Manyoni. Ni vibarua mwanzo mwisho. Ni kunyanyasika mwanzo mwisho. Sasa mimi nafanyaje? Tulie. Tulieni labda tutapata msaada. Kofia ni ya kwangu. Mjomba. Mjomba huyo. Wewe ni ya kwangu. Ni ya kwangu. Ni ya kwangu. Una shida gani na nyie? Mbona tajijua. Sinyamaze na nyie jamani. Na nyie hamtulii. Tulie bana mjomba. Mjomba umetuletea nini? Majukumu zangu. Dada. Mjomba, ila unafanana na mama. Kama mpaka. Amefanana na mimi. Amefanana na mimi. Sunana na ndevu. Amefanana na mimi. Kaka kasikia nimesahau. Anakumbuka, nimekumbuka. Anafanana na huyo hapa. Kweli. Ona. Mimi nilisikia wanapikaga ile pilato. Akimwambia zile jinsi zile za kukoroga. Kaka pilato. Hivyo wanaitanga pilato. Pirau. Atamnulia shati. Ile shati amelivaa miaka 10. Mjomba amevaa sufuria kichwani, mwangalie. Nyeusi. Ile ni bakuli la Kichina. Mjomba atakupa hii hapa. Ana tuzuri. Sasa mjomba ana hela gani na nyie? Umesema amevaa sufuria ya Kichina. Bakuli ila ni kweli. Sasa alipata wapi? Alipata wapi? China, alikuwa China huko. Nataka kuambia. Mjomba. Ndio tufanye Anza na mimi. Mimi kwanza. Mjomba wewe. Tulie. Dada. Hongera sana.
Hakika umekuza. Asante sana. Nimejihisi furaha sana kuwaona wanangu. Amekuwa sana. Nashukuru Mungu amenikuzia. Nilikuwa kama na ndevu za kwako. Japo ni kwa shida kaka. Dada. Abe. Hongera sana. Asante. Unajua ni muda sasa. Wanangu wamekuwa sana. Kitambo naondoka muda mrefu sana. Nani? Dada. Abe. Nimepita pale nyumbani kwako. Ndio. Nikakuta upo. Ndio yule jirani yako Mama Asha. Sawa. Akawa amenielekeza kwamba upo kwa Mshongwe hapa. Ndio. Ndio nikawa nimefika hapa. Sawa. Labda niwaambie wanangu. Ninayo habari njema. Ndio. Nahisi hizi habari kila mmoja atakwenda kufurahi. Kwa sababu ni habari ambazo ni nzuri na ni habari ambazo ni njema. Kuna wali unakuja? Amemlipa hela yetu tuliopetea mpunga. Sasa tunaenda kula miogote. Jamani, naomba msikilize. Dada. Abe. Ilikuwa ni leo asubuhi. Majira kama saa 3. Sasa. Nimeongea na kaka yao. Nani? Kaka yao. Dada. Abe. Pamoja na wanangu. Yes, mjomba. Yaani nahisi furaha iliyoje. Kuna itakuwa ni zaidi ya wali. Na wewe msikilize mjomba. Leo nimeongea na kaka yenu. Kaka yetu Manyoni. Nani? Mimi sijasikia vizuri. Nimeongea na Manyoni. Mwanangu mimi Manyoni wa wapi? Manyoni yule mama naye sana. Niambie vizuri, amekufa amefanyaje? Anakuja. Yule mkubwa yule anayefuatana na kaka. Yule tunayemwona kwenye picha. Yule mdogo. Wanangu, naomba mnisikilize. Na hili jambo liko serious. Kidogo. Ukiona hizi imvi, sawa? Jua nimekula chumvi nyingi sana. Kabisa. Ya penye, kwani umekuwa mweupe. Umekuwa na rangi mbili. Hiyo baya hiyo. Acha kumtania, ni mama yako huyo, mjomba ni mama, tulia na wewe. Pana Manyoni sana. Anakuongea heshima. Mjomba ni mama. Nimeongea na Manyoni. Kiukweli Manyoni ameshakuwa tajiri. Hajambo. Asikia. Mjomba. Mjomba. Mjomba ni nani? Tutaliana. Nini? Manyoni yuko wapi? Mimi mama yake nikamuone. Mjomba. Dada. Mjomba. Niambie yuko wapi? Mimi napita huko pale. Jamani. Kwambia uende shule. Ya mwisho yote hayana akili. Ndio maana nimewaambia kwamba binafsi nahisi raha iliyoje katika mkono wangu. Ni kwa sababu mwanangu Manyoni alikuwa amepotea, ni zaidi kama miaka 30 sasa hivi. Kama sio 30 40. Hatupo naye hapa katika mazingira yetu. Kwa hiyo nimekuwa leo asubuhi nimepigiwa simu ananiambia anakuja kutuona. Kwa hiyo na mimi ndio maana nimechukua jukumu la kutoka nyumbani kwangu. Nikafika pale nyumbani nikakuta mpo, ndo nikaelekezwa na nikaja hapa. Kwa hiyo Manyoni yupo barabarani sasa hivi anakuja. Mama, nilijua mjomba hawezi kuja tu bila sababu. Ana ile ya Mama, anafanana na mimi. Kaka na hafanani na wewe, hafanani na mwisho. Basi na wewe. Hii mitoto mingine Anafana na Bikoko. Utaona. Anafanana na mimi. Utaona. Tunakuja tutaona. Anafanana mimi. Kwa tunapepeta pale mpunga, ndio tuko tunasubiria tajiri aje tuletee kahera, ndio maana kuja tukuta nyumbani. Tunajua shemeji yako tena alivyoniacha na familia na teseka na watoto. Nashukuru wameshakuwa wakubwa. Ama anapenda kumuongelea baba hapa. Sisi tuna furaha. Sasa ni baba yenu aliwazaa. Alizazi ametulea. Tumekuwa ana gari. Ngoja niwaambie. Sasa. Sawa. Na sisi sote
tulishawahi kuona msafara wa rais. Ndio. Na kwenye video cha nani pale? Ulipita kwa jirani pale. Tulimuona siku ile Samia. Alipita 2005. Alikuwa yupo huyu. Mama Samia, si ndio? Nilipita hilo ligari nikasema mama kama litembo. Kwani kaka anakuja navyo? Eti. Anakuja navyo? Nimechukulia mfano wa msafara wa rais. Ndio ana maana kwamba nikiwa naelezea hapa muweze kunielewa. Sasa hivi Manyoni anamiliki gari kama 250. Mjomba siri tena. Jamani, naomba tusikilizane. Hapa nataka nitoe taratibu ambazo watu tuzifuate sasa hivi, kwa sababu yule tayari ni tajiri mkubwa sana na nisikilize mwanangu. Najua mwanangu kumiliki magari 257 sio jambo dogo sana. Wengine hata baiskeli wanakosa kumiliki. Mimi nitachukua moja ile kubwa. Swali basi. Na matajiri kama hawa sasa. Jamani, nitaanza kuvaa suruali. Bikoko. Naam. Wewe utachukua ile ambalo liko kama nyani eti. Lile jihii yani. Mungu mkubwa. Labda shida zinaweza zikapungua. Watatupiga katika kupokea msafara huo, sawa? Bunduki zipo. Zinaitwa binduki? Zipo. Wakitua. Sawa, naomba nisikilize. Kaka binduki. Ametoa taratibu hii. Binduki. Tutakwenda kumpokea, sawa? Kwa sababu ni msafara. Kwa hiyo gari la mapolisi litatangulia kufika mazingira ya nyumbani pale, sawa? Wacha tukamate. Hiyo. Mjomba, nisikilize kwa. Naomba nisikilize. Niliomba sana mwanangu arudi. Kuna shughuli ya kufanya huko nyumbani. Nimshukuru. Au mimi niondoke? Amna mjomba. Mjomba, naomba nisikilize. Nisikilize sasa. Nisikilize mpaka mwisho mimi nimalize kuongea ambayo nataka kuyaongea. Simu inaita mjomba. Nini hiyo? Mjomba simu inaita au amemchukia? Msikilize mjomba naongea. Wamefika. Ni yeye. Wamefika. Halo. Tusikie. Ndio baba. Amekufa. Asante kwa taarifa, asante. Kwa yeye. Lika. Mjomba. Ongea na nani huyu ambaye amekufa? Jirani mjomba. Mjomba. Jamani. Kuna habari kidogo ambayo sio nzuri, ni masikitiko makubwa sana. Habari gani? Huko ulikotoka nyumbani kuna matatizo? Dada. Sikuelewi. Pamoja na wanangu. Sikuelewi. Na mjomba. Manyoni. Amefanya amefariki. Sasa matani mjomba.
Mjomba, kwa serious kabisa. Mjomba. Namsikize mimi. Sasa hivi taarifa sasa hivi. Msafara uko njiani unakuja. Tujiandae kula ubweche. Taarifa inakuja ghafla. Naomba mnielewe. Hizi habari nimepewa sasa hivi ni kwamba Manyoni amepata ajali, msafara wake umeharibika vibaya. Kwa hiyo amefariki kwa ajali. Kwa hiyo na kugongwa. Naomba mnisikilize. Na kufariki hapo. Na mpaka sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba mwili wake umechukuliwa katika hospitali ya wilaya ya Kakonko.